Okay, sasa Poa sana. ya unaongea na boss lady ni nani? Ni Anita Ruth hapa. Okay, Anita Ruth, your worst sleepover experience ilikuwa gani? Hey, sleepover experience. Nikikwambia utanijudge? Hapana. Usinijudge kindly. We, acha nikwambie. Nilikuwa shule. Nikiwa shule, nilikuwa na ex huyu kichwa ngumu, sijui hata alikuwa ametolewa wapi. Ni kama alikuwa ametumwa sambaratisha maisha yangu. Acha nikwambie, alikuwa anaishi Nairobi. Mimi nasomea Busia. Unaona? Busia sasa. Nasomea Busia. Ex wangu anaishi Nairobi. Sister yangu naye anaishi Nakuru. Kwenyu sasa? Sasa kwetu. Ushago kwetu ni Kiambu. Basi sister yangu anaishi Nakuru. So mimi nikaambia sister yangu nitakuja kesho. Yenye nilikuwa najua leo nitalala kwa ex wangu, then the following day ni travel niende kwa auntie yangu. Just in case walimu wazazi wakipiga shule wasikie niko shule. Niko kwa sister yangu Nakuru. We, si ndio mimi nikachukua miguu. Fare ilikuwa yangu, can you imagine? Hata ni kama nilikuwa mjinga. Ndio mimi understanding girlfriend. Nikaenda hadi Nairobi moja kwa moja, nikalipa 1500. Hadi Nairobi. Tukaenda. Imagine kijana wenyewe mjinga. Tukaenda kwa hoteli kukula sasa. Akaanza kujifanya sijui nini, ati akisijui nini inaitwaje hiyo vibeti yao na bebe yanga pesa. Hiyo ati sijui wallet yake imepotea, sijui haipati, sijui nini. Mimi ni nani nikasema acha nilipe food. Ilikuwa 13,000. Understanding girlfriend. Yeah, ilikuwa 13,000 na nimetumia fare 1500. Usikie. Akaniambia ati kwake kuna fungango, gate yako inafungangwa by saa 3. So venye nitafanya tutaenda to book Airbnb. Mkaenda. Mimi ni nani? Anita ndo huyo Airbnb. It was an expensive one by the way cause nililipa 15,000. Wewe ndo ulilipa tena? Aje mimi ndo nililipa. Like mbona kwani sasa wallet yake imepotea? Kijana yetu ilikuwa mjinga. Tukaenda Airbnb. Sasa ndo hao sisi tulikuwa tumekaa hapo. Mimi sijui, tukasikia mlango imenokiwa all of a sudden. Yeye hata hakusumbuka kufungua. Huyo mtu ni kama alikuwa anajua Kenya anafanya, akakuja akafungua akaingia ndani. Msichana sasa mimi nilisikia knock, nilienda kwa bedroom. Sasa kulikuwa na sitting, kulikuwa na bedroom. Nasikia ilikuwa expensive. So mimi nikaenda bedroom. Msichana wa wenyewe, wacha nikwambia, alikuja na kisu. Sijui alijua aje tuko huko. Alikuja na kisu, acha nikwambia boss lady, mimi nimekaa hapo, niko na kashati nimevaa, kamefika hapa na shangaa nitafanya nini, nitaenda wapi? Msichana wenyewe, mamako anajua uko shule, sister yangu anajua niko shule, nafaa ku travel, ndio huo mimi nataka kuuliwa. Na kijana amekaa tu hivi. Anakuangalia tu. Anatuangalia tu, anasema nyinyi malizeni kenye mtafanya. Msichana alienda kakata ex wangu mkono hivi. Ikaanza kutoka damu. Sasa mimi nikajua ni mimi next kuuawa. Jesus, wacha nikwambie nilikuwa nyinyi wote. Mimi niliwaambia niruhusuni tu nitoke. Ilibidi tena niende nilipe ya Airbnb nyingine ndo nilale. Ndo niamkie kwenda. Savings zangu hata nikiwa shule nikatumia na huo kijana. Kama nilikuwa ameniroga. That is my worst and my worst. Hata sitaisamehe huo kijana. Aende huko. Yeah, that is pole sana Aki. That was worst.